walikuwa wanatetea tu wapokee baraka zao. Wakateremsha mgonjwa aliyekuwa amepooza, wakateremsha yeye. Yesu akaona mgonjwa anateremshwa mahali amekaa. Unaona hayo maajabu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata tukiwa hapa Kemeloi Cluster, niliona mgonjwa akiteremshwa mbele ya bishop, mgonjwa akateremshwa. Bahati mzuri wenye imani, mzee mmoja akasema, bishop, nina uwezo, darasa tunaenda kujenga Kemeloi. Ninyi mnafikiri wagonjwa tu ni wale wamelala chini? Wagonjwa ni wengi duniani. Baada mlifanya vizuri kusema hiyo maneno. Kama ungesema ungepata hiyo darasa kweli? Na unajua huyu ni senior ministry official katika education office. Haya amesema, najua itaenda kutekelezwa. Ulileta mgonjwa na Yesu akaleta daktari. Si mgonjwa amepona. Na kama madam angeogopa kusema, Mungu angejuaje hawa wanaumia? Kama wewe unaogopa kuambia Mungu shida yako, utapataje uponyaji? Unakaa katika family, Mungu amekupatia mzee, unakaa na huyu mzee, unakaa na huyu mzee, baba watoto wako, lakini mama, wewe unaogopa kuambia mzee shida ulionayo. Wewe unaogopa ati mzee atakupiga. Na unajua kuna wazee wengine, wazee wachacha kwa nyumba, yeye ni kali kama pilipili. Akisikia mtu anasema sukari, wewe kabisa. Yaani ni mzee mkali. Chochote unachosema amepinga. Ukimwambia mambo ya Krismasi anapinga. Anakuonyesha hata bakora. Mama anaogopa, nikisema hii bakora itakuja kwa. Sasa mama anavumilia tu na shida yake. Hata kama ni mgonjwa, mama anaogopa kuambia mzee. Nasikia tumbo imeniweza kabisa mzee. Mama ameogopa sababu ataambiwa hakuna pesa. Mama anaogopa kabisa. Na ni mzee wake. Na sasa unashindwa, sasa unaogopa mzee huyu. Na hao watoto mlikuwa mnapata namna gani? Yesu alisema kwa mrogo. Wa mama, muache hii ujanja yenu. Utaogopaje mzee wako? Mtu amekuoa kutoka kwenu mpaka amepeleka mahali kwenu. Huyo ni mtu anakupenda sana. Mbona unamuogopa? Mtu mpaka amefungua ng'ombe. Anasema hii ng'ombe ende kwa kina mama. Huyo mtu anakupenda sana. Labda hiyo anajapeleka ng'ombe ndio unaweza ogopa yeye. Useme bwana, huyu jamaa ni mtu mjanja. Na mbona umempatia mtoto wa kwanza? Hata kama wewe unaita yeye mjanja. Amekupa mtoto wa kwanza, mtoto wa pili. Na mzee kwa sababu ni mjanja, hataki kukumbusha mama tupeleke ng'ombe. Yeye amesema naona. Ukisikia Maragoli anasema naona. Ujue yani amebahatika. Amepata kitu ya bure. Na wewe mzee furahia tu kitu ya bure. Siku moja utapata aibu. Siku moja mzee wewe jifanye mjanja. Utaki kupeleka ng'ombe kwa kina mama. Ati umepata kitu ya bure. Siku moja utapata aibu. Ndio hiyo uzee wako itafika mwisho sasa.
Lakini kwa sababu sasa tunakaa na wewe, sitaki shetani aleta aibu kwako. Ndio nataka nifungue wewe akili, nifungue wewe mawazo, nifungulie wewe baraka kwa kushika sheria za Bwana, ili na wewe upate kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima watu wabarikiwe kwa ajili ya neno la Bwana. Hawa waliobeba mgonjwa kwenda mahali Yesu alikaa, walikuta watu wamejaa, wakanongonezana tufanye nini? Wakaomba Mungu, Mungu akawafundisha akili ya kupanda juu ya nyumba Yesu alikuwa ndani, wakateremsha mgonjwa. Hata huyo jirani yako apinge baraka zako. Nakwambia Mungu akisema utabarikiwa, utabarikiwa. Hata jaribu kusema utapita. Mungu atakupitisha kwa njia ya maajabu. Mungu atakupitisha kwa vishindo vyake, na wewe utafikia baraka zake. Mgonjwa alifika mbele ya Yesu. Biblia inasema mgonjwa alifika mbele ya Yesu. Yesu akaambia mgonjwa, Yesu akaita mgonjwa akamwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako zote. Yesu akamwambia, umesamehewa dhambi zako zote. Yesu akamwambia, hata nami nakwambia, unaposimama na imani ya Kristo, unapofanya kazi ya Mungu, hata na wewe Mungu huyu, Mungu wa Yesu Kristo, katika maisha yako hayo hata kusahau hata kidogo. Lakini ukificha, lazima ukienda kwa Yesu uweze kuitisha. Ndio Yesu anajua msichana wangu anaita. Ndio Yesu aweze kujua mama huyu anaita. Ndio Yesu aweze kujua mzee huyu anaita. Ndio Yesu aweze kujua mtoto huyu anaita. Lakini ukiogopa, shetani anateka nyara baraka zako, na wewe na talanta yako mzuri utaendelea kubaki ndani ya giza. Unapoomba na Mungu, baraka za mlango wako zote zinafunguliwa. Kilasa hii ya Kemeloi hapa Nandi County, tungependa itende kazi za Yesu. Tungependa ibariki kama Yesu. Tungependa iwe na mipango kama Yesu. Tungependa iendelee mbele kama Yesu. Tungependa iwe na imani kama ya Yesu. Hatujaweka kilasa ya kukufa, hatujaweka kilasa ya kuwa imani. Hatutaki kilasa iwe imani. Hatutaki kuweka chairman hapa wa kuwa imani ya watu. Chairman ndio usifanye hivi. Kuwa mzee wa kubariki, kuwa mzee wa kufungulia watu baraka. Hiyo ndio kazi yetu wachungaji. Ukiwa na pasa yule kazi yake ni kulaani, chunguza huyo pasa vizuri. Alitokea wapi akawa pasa? Pasa kila siku tu analaani watu. Ndani ya kanisa ni kulaani watu. Anasema wakati mwingine, hata nyinyi mtoke muende wote, mimi nitabaki hapa peke yangu. Utahubiria hizi deski peke yako? Pasa wache hiyo ujanja huo. Ati hata mkitoka nyinyi nyote mwende. Sasa utakuaje pasa na watu wote wamekuacha? Washiriki mtusaidie na jambo hilo kabisa. Yes. Pasa akikuja kwenu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, ndani ya assembly hakuna hata kiti kimoja. Jameni, huyo ni pasa. Huyo ni pasa ina gani? Mpaka washiriki wakae chini. Yes. Ndio uone. Jameni. Hata choo peke yake kwa assembly hakuna. Washiriki wanaenda kwa jirani. Jameni pastor, toeni kanisa ili kwa aibu. Pastor kwa mwalio. Hata assembly peke yake wewe tengeneza choo. Assembly kitao mwijo. Washiriki wao wanaenda kwa choo kwa jirani. Na siku bishop atakuja. Na bishop utanipeleka tena kwa jirani huko. Siku hiyo na mimi nakwambia pastor, hakuna haja ukue pastor hapo. Kwenda kabisa. Pastor kupeleka washiriki kwenda kwa choo kwa jirani. Mabasa no. Yaani uwezi weka washiriki pamoja mtengeneze choo yenu. Pamoja. Mnangoja nani akuje kujenga?
Pastors mpende maendeleo. Pastor ujam maendeleo. Na mimi naomba ushiriki. Askofu kumoyo wale wale. Msifukuze washiriki, msifukuze wapasa. Pastor msifukuze wachungaji. Mshiriki usidanganywe. Hiyo atifungia pasta mlango. Usidanganywe mshiriki. Hatutaki kuona watoto wa watu wakilani wa ndani ya makanisa sababu wanatumiwa vibaya. Wewe ulitumwa, watu wanataka wabarikiwe, ukaambiwa enda funga mlango, huyo mtu asikuja kuomba hapa. Wewe umelaniwa. Wewe umelaniwa. Vijana wangu msifanye hivi. Wewe umelaniwa. Utaenda kuomba msamaha. Ulifungia mchungaji mlango. Utaenda kuomba msamaha. Nasema omba msamaha. Unafungia pasta mlango. Pasta ambaye ametumwa na neno. Neno la kuja kubariki watu. Neno la kuja kuponya wagonjwa. Neno la kuja kufungua baraka. Wewe unafunga mlango watu wasiweze kupona. Wewe ndio mhalifu wa kwanza. Utakuja kuomba msamaha. Siku moja ulifungia pasta mlango. Siku moja ulitesa mchungaji. Hiyo ni dhambi kubwa mbele ya macho ya Bwana. Hao wachungaji unaowaona ni Mungu amewatuma. Mimi bishop nathibitisha tu yale Mungu anataka yatendeke. Tuma huyu hapa, tuma huyu Kemeloi, tuma huyu Morojo, tuma huyu Keboboi, tuma huyu Kemeloi, tuma huyu kule Nairobi. Mimi ninatekeleza tu wajibu wa Mungu. Ni Mungu anataka wachungaji watembee wakihubiri injili, wakifanyia Mungu kazi. Sasa wewe umejifanya gaidi kwa nyumba ya Mungu, unakimbia sababu wewe una pesa. Wewe funga tu hiyo mlango. Unakimbia kwenda kufunga mlango kwa sababu ati wewe ni kijana, una nguvu. Kwa sababu wewe ni kijana, eti umesoma. Wacha hiyo ujanja yako. Utakuja kuomba msamaha. Huwezi tesa mchungaji. Ni Mungu anajenga hawa wachungaji. Hawa unaona ni pastors. Sio bishop anawajenga. Bishop anawasaidia kufanya kazi. Lakini Mungu ndiye anayewajenga. Vile Mungu amewaleta mikononi mwetu, lazima tufanye na wao kazi. Na wewe usikimbie kwenda kufungia milango. Unafungia waingilisi mlango. Mwingilisi ni mtu anaomba na kukuachia baraka. Unafungia yeye mlango. Hiyo ni roho aina gani? Roho chafu hiyo. Hiyo ni roho mbaya. Ukiona mwanadamu ana roho chafu, nakwambia shetani ameteka nyara. Huyo ni pepo mbaya kabisa. Huyo ni pepo mbaya. Shetani mbaya. Mama assembly. Sitaki muharibikie kwa makanisa haya. Mimi ombi langu ni mubarikiwe kwa makanisa haya. Sitaki vijana waharibikie kwa makanisa haya. Mimi ni ombi langu vijana wamejaa kwa hii kanisa wengi. Wengi. Kanisa hili na washiriki milioni 2. Yes, amen. Karibu nusu yake ni vijana. Vijana. Tusipokuwa kanisa la kubariki hawa vijana, tutakaa na wao makanisani kwa mipango. Nasema kidogo vijana. Na mimi naomba pastors, msitese vijana katika makanisa hili. Msaidie vijana na mipango. Muwe wachungaji wa kubariki vijana. Sababu ndani ya vijana hawa kuna talanta nyingi. Ndani ya vijana hawa kuna baraka nyingi. Zile ambazo zitasaidia makanisa na miradi hii. Msitese vijana. Msitese wamama. Msiwache kanisa liharibike. Bali msimamishe kanisa hili. Tumekuja hapa Kemeloi kufungua baraka. Mbona unakuwa na wasiwasi? Tusimame sote. Lazima baraka zako lazima uzipokee. Hata shetani ajaribu kukinga, hataweza kukinga. Mgonjwa huyu alikingwa na watu wengi, lakini alifikia Yesu. Yesu akamsamehe. Lazima ubarikiwe ukiwa ndani yetu.